Katika dunia ya leo yenye ushindani mkubwa wa biashara na viwanda, ubora wa bidhaa si chaguo bali ni lazima. Zanzibar imechukua hatua madhubuti kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa au kuingizwa nchini zinakidhi viwango vinavyokubalika kimataifa. Kupitia Zanzibar Bureau of Standard, yani ZBS, visiwa hivi vya Zanzibar vimeimarisha mfumo wa kisasa wa upimaji wa bidhaa kupitia maabara za hali ya juu. Karibu Zanzibar, mahali hapa ambapo ubora wa bidhaa unathaminiwa na kulindwa kwa umakini wa hali ya juu. Kupitia ZBS, bidhaa mbalimbali hupimwa kwa kutumia teknolojia za kisasa ili kuhakikisha zinakidhi viwango vinavyohitajika kitaifa na kimataifa. Leo tunakuletea safari ya kipekee ndani ya maabara hizi za kisasa zilizopo visiwani Zanzibar, ambazo zipo chini ya Taasisi ya Viwango Zanzibar, ZBS. Maabara hizo za kisasa ikiwemo maabara ya vyombo vya moto, maabara ya vifaa vya ujenzi, maabara ya vifaa vya umeme, maabara ya chakula, maabara ya mafuta na gesi, maabara za nguo na ngozi, maabara za vimelea, maabara za ugezi yani metrology, na maabara za vifungashio. Katika kutekeleza majukumu ya ZBS, hasa majukumu ya ukaguzi wa bidhaa mbalimbali hapa nchini, ZBS imeendelea kuwekeza katika maabara za kisasa kwa kupitia serikali na vyanzo vyake vya ndani. Kwa kipekee naomba ni wataarifu watumiaji, wadau mbalimbali, kuna maabara ambazo mpya hapa ZBS zimeanzishwa. Ukiacha maabara kubwa ya vifaa vya ujenzi ambao sasa hivi Zanzibar hii kuna ujenzi mkubwa ambao unaendelea kama kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, tuifungue Zanzibar kwa ujenzi. Kwa hiyo utakuta kuna mabarabara, mahospitali yanajengwa, kuna maabara state of the art ambayo iko hapa, na niwashukuru kwa kipekee wakandarasi mbalimbali wamekuwa wakitumia hii maabara ambayo inasajihisha ile value for money ya vifaa ambavyo vinaingizwa na kwenda kutumika katika miradi hii ya mikakati ya serikali. Upimaji wa bidhaa ni nguzo muhimu katika kulinda afya ya mlaji, kuongeza ushindani wa bidhaa sokoni na kuhakikisha usalama matumizi. Hivyo basi, ZBS imewekeza katika maabara za kisasa zinazoweza kupima aina mbalimbali ya bidhaa kwa usahihi mkubwa. Kwa kipekee naomba nishukuru serikali ya awamu ya 8 chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuipa jicho la pekee ZBS na kuhakikisha ZBS inatekeleza majukumu yake ya msingi, hasa ya kukagua bidhaa na ukaguaji bidhaa, maana uwe na maabara za kisasa. Na sasa hivi kama Zanzibar unaona tuna maabara za kisasa ambazo zinakidhi viwango vya kimataifa. Na kwa kipekee pia niwaeleze tu wananchi na wadau mbalimbali, maabara hizi za ZBS ni maabara ambazo zinajulikana duniani, zina accreditation ya ISO 17025, ni maabara ambazo zinakidhi viwango vya kimataifa. Kwa hiyo tunakuhakikishia majibu ambayo yanatoka ndani ya maabara za ZBS ni majibu ambayo
sehemu yoyote hawezi kutumika hapa nchini. Ni hatua kubwa sana ambayo imefanyika ndani ya miaka mitano ya serikali ya awamu ya 8, na sasa tunaungua wa pili hii ya serikali ya awamu ya 8. ZBS inaendelea kuongezeka, inaendelea kuongeza uwezo wa kazi wake. Hapa tukianzia maabara ya mafuta na gesi. Hii ni moja kati ya maabara kongwe zaidi hapa ZBS. Maabara hii inahusika na uchunguzi wa ubora wa mafuta na gesi, kuhakikisha vinakidhi viwango vya usalama na matumizi bora. Vipimo hufanywa kwa kubaini uchafu, kiwango cha nishati na uimara wa bidhaa hizo. Maabara ambayo inajihusisha na upimaji wa ubora wa bidhaa za mafuta, yani mafuta ya petroli, diesel, mafuta ya taa, mafuta ya ndege, pamoja na vilainishi mbalimbali, na maanisha lubricants, ikiwemo ATF, engine oil zote, pamoja na mafuta ya breki na vilainishi vinginevyo. Maabara hii ni miongoni mwa maabara kongwe za ZBS ambazo zinapima ubora wa mafuta ya nishati kabla ya kuingizwa Zanzibar. Wakati mafuta yanatarajiwa kuingizwa, mainspekta wa ZBS wanaenda kuchukua sampuli ya mafuta. Baada ya hapo wanaileta maabara, na maabara inafanya kazi za upimaji. Baada ya kupima na kujiridhisha ubora wa mafuta hayo, afisa maabara ndo anayeweza kusema kama mafuta yapo sawa, ili kuweza kuendelea na hatua nyingine za ushushwaji wa mafuta hayo. Katika kuyapima mafuta ya nishati kuna paramita mbalimbali ambazo zinapimwa, na katika kupima paramita hizo kuna vifaa tofauti tofauti ambavyo vinatumika. Miongoni mwa vifaa hivyo kuna vifaa vya kisasa na vifaa ambavyo vinatumia manual program mpaka leo. Kwa hiyo kuna paramita tofauti ambazo zinapimwa. Kuna paramita za mwanzo ambazo za kuanzia kwa ajili ya kufanya calculation, mfano paramita ya density. Kwa mafuta yakifika tu kwanza yanapimwa density yake ili kuweza kujua thamani ya mzigo ambao unatarajiwa kuingia. Baada ya hapo paramita nyingine za kuangalia ubora wa mafuta hayo zinaendelea, halafu ndo mafuta yanaruhusiwa kuingia nchini. Kwanza ilikuwa upimaji unachukua muda mrefu sana ukilinganisha na sasa hivi, lakini pia majibu ambayo yanapatikana kwenye vifaa vya kidijitali ni tofauti na majibu ambayo yanapatikana kwenye vifaa vya manual. Kwa hiyo sasa hivi vifaa vyetu tuna uhakika zaidi wa tunachokifanya. Na katika kuthibitisha hilo, hii ni miongoni mwa maabara ambazo zimekuwa accredited. Na maanisha majibu yanotoka kwenye maabara hii yanajulikana kimataifa. Kwa hiyo kuna paramita maalum kwenye maabara hii ambazo zimekuwa zimethibitishwa na bodi maalum ya kimataifa, na majibu yanayotoka yanajulikana kimataifa. Kwa hiyo kitendo cha kupata vifaa vya kisasa kimeweza kurahisisha process ya upimaji. Majibu yamekuwa yanatoka kwa haraka lakini ya uhakika zaidi. Sasa tunaelekea katika maabara ya vitambaa na ngozi kwa ajili ya matumizi ya nguo na bidhaa mbalimbali zinazofanana na hizo. Katika sekta ya nguo, maabara hii hupima uimara, ubora wa nyuzi na uwezo wa vitambaa kudumu. Husaidia kuhakikisha bidhaa zinazouzwa nchini zinadumu na zinawiana na viwango vya kimataifa. Kwa hiyo bidhaa hizi zinakuwa zinakaguliwa kwa sababu kuna inspectors au wakaguzi ambao wanachukua products na kuzileta katika maabara yetu, na baada ya kujihakikisha kwamba bidhaa hizi zinakuwa zina ubora na kuhakikisha kwamba bidhaa hizi zimekidhi viwango ambavyo vipo katika nchi yetu au vimekidhi viwango vya kimataifa, basi zinakuwa zinaruhusiwa kuingia katika soko. Lakini njia ya pili ni njia tunaita ni type test. Type test ni njia ambayo mteja yeye mwenyewe, ima ni mzalishaji wa ndani, tunasema ni mjasiriamali pengine, lakini pia ni mwingizaji wa bidhaa ambaye wengine anatoa products kutoka nje ya nchi. Anatumia njia hii ni kuweza kujihakikishia au kujiangalia kwamba nazalisha bidhaa ambayo itakuwa ina ubora kabla sijafanya uzalishaji mkubwa. Hii inamsaidia au inamlinda mteja ambaye anataka kuzalisha bidhaa kubwa au anataka kuingiza mzigo mkubwa. Kabla ya kuingiza ule mzigo wake, anakuja analeta product yake, sample ya product, anapimiwa, akijihakikishia kwamba product hii ina viwango, kwamba wakati analeta ile product yake au ile bidhaa yake, maana yake kwamba ana uhakika kwamba bidhaa hii itakuja kufaulu hata kama itakuja kupimwa tena. Hivyo itakuwa inamlinda yeye kiuchumi zaidi pia, kwa sababu asipofanya katika njia hiyo, maana yake ikija bidhaa ikikaguliwa na ikijulikana kwamba haitakuwa na ubora, basi itamgharimu yeye kuweza ima njia ya kuweza kurudisha ile bidhaa katika nchi husika au katika eneo husika, au kuweza kuwa instructed, lakini kwa kupitia gharama zake. Kwa hiyo yote hayo yanafanyika kwa ajili ya kumsaidia mteja pamoja na kumsaidia mtumiaji wa mwisho.
Kutokana na sasa dunia imekuwa ikipiga hatua kubwa zaidi katika suala la uzalishaji wa chakula, sasa maabara hizi za vyakula vimekuwa ni jambo muhimu zaidi katika matumizi ya binadamu ya kila siku. Usalama wa chakula ni muhimu kwa afya ya jamii. Maabara ya vyakula hufanya vipimo vya ubora, usafi na uwepo wa bakteria au kemikali hatarishi ambazo zinazoweza kukaa katika vyakula bila kuzingatia usalama. Viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa mbalimbali ndani ya Zanzibar tunapima na kuhakikisha mtumiaji wa mwisho hapati madhara kutokana na bidhaa zile. Lakini pia kuna bidhaa zinazotoka nchi mbalimbali katika dunia zinakuja ndani ya Zanzibar, zinafanyiwa vipimo ndani ya maabara ya chakula. Maabara ya chakula kwenye upande wa kemikali. Bidhaa za chakula zinahitaji vitu vingi ili kuweza kuhakikisha ubora wake. Miongoni mwa vitu ambavyo vinahitajika ni vifaa ambavyo vinahitajika, maana kuna vifaa ambavyo vinahitajika katika teknolojia hali ya juu. Kabla ya hapo tulikuwa na vifaa ambavyo vilikuwa havina teknolojia ya kutosha, vinachukua muda mrefu kuandaa sampuli na kuzitoa na kutolea majibu na kupata usahihi wa majibu. Lakini kwa sasa tuna vifaa ambavyo vinaweza vinatuwezesha kufanya kazi ndani ya muda mfupi na kutoa majibu katika hali ya usahihi zaidi. Kuilinda jamii ni kipaumbele chetu. Tunajitahidi kuna wafanyakazi ambao wana uzoefu wa kutosha, kuna vifaa ambavyo vina teknolojia ya hali ya juu. Kadri ya uwezo wetu tunaweza kufanya mazuri zaidi. Vifungashio vina mchango mkubwa katika kulinda bidhaa. Maabara hii hupima ubora wa vifaa vya kufungashia ili kuhakikisha vyakula vinahifadhiwa au bidhaa zinahifadhiwa katika mahala bila kuathiri ubora wake. Aina zote hizi za vifungashio tunazipima katika maabara yetu hii, lakini vile vile tunaweza kuvigawanya vifungashio kwa kulingana na aina ya material ambayo vimetengenezewa. Kuna vifungashio vya jamii ya plastiki, kuna vifungashio vya jamii ya chuma, kuna vifungashio vya jamii ya karatasi, kuna vifungashio vya jamii ya textile material, yani vitambaa. Aina zote hizi za vifungashio tuna utaalamu na vifaa vya kutosha vya kutuwezesha sisi kufanya vipimo vya ubora wa vifungashio hivi. Kwa nini ni muhimu sana kupima ubora wa vifungashio? Ni kwa sababu bidhaa inaweza ikawa imetengenezwa katika hali ya ubora, lakini kwa sababu kifungashio hakina ubora, ikasababisha bidhaa ile kupoteza ubora ndani ya muda fulani. Labda mfano chakula kinahifadhiwa katika kifungashio, inawezekana kimefanywa process au kimechakatwa vizuri, lakini kwa kule kutohifadhiwa vizuri itaweza kuharibika ndani ya muda ambao haukukusudiwa chakula kile kiweze kustahimili. Niseme kwa sasa vifaa ambavyo tunatumia vingi katika vyao vinatumia mifumo au vinaendeshwa kwa kutumia kompyuta. Ni vifaa ambavyo unapima lakini majibu moja kwa moja yanajitokeza katika kompyuta. Kwa hiyo kama wataalamu sisi tunapopata vifaa vya aina kama hii huwa hatupati usumbufu katika kupima, lakini vile vile suala la utoaji wa majibu kwa wateja ndani ya muda unaotakiwa inakuwa ni rahisi kufikia, kwa sababu mifumo ndiyo ambayo inaendesha utoaji wa hizi huduma zetu. Kwa hivyo kwa sasa tuna vifaa vya kutosheleza, lakini vile vile vifaa vya kisasa ambavyo vinatuwezesha sisi kufanya kazi zetu kwa ufanisi. Kutokana na teknolojia ya usafirishaji duniani imeongezeka kuwa ya hali ya juu zaidi, na kila siku mahitaji mapya yanaongezeka. Maabara hii ya upimaji wa vyombo vya moto inalenga kuhakikisha vyombo vya moto kama mitungi ya gesi na boilers vinafanya kazi kwa usalama, kupunguza hatari za ajali kwa watumiaji. Hii imeweza kuturahisishia sisi sehemu ya ukaguzi wa vyombo vya moto kuchukua muda mchache katika masuala ya ukaguzi wa vyombo vya moto na kuhakikishia kwamba taarifa zote zinatunzwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii inaturahisishia sisi vile vile katika kutrace taarifa za muombaji mpaka kutoa certificate, na imetokezea labda mtu amepoteza certificate yake, anaweza kuingia katika user yake kuweza kuidownload certificate yake na kuendelea na processing za mbele. Lengo la taasisi yetu ni kuhakikisha kwamba huduma zetu zinaenda katika mtiririko na una meet requirement za standard. Hivyo basi katika mfumo wetu huu tumeweza kufulfill zile requirement zote ambazo zinatakiwa ili kuhakikisha kwamba tunachokifanya kipo katika mlolongo ambao unaostahili.
Maabara ya ZBS ya umeme na electronics ilianzishwa mwaka 2017 na ilianza kazi zake katika upimaji wa vifaa vya majumbani. Baadaye ikaingia katika upimaji wa waya za umeme ambazo zinatumika kusambaza umeme majumbani, na lengo kuu la ufanyaji kazi wa maabara za umeme ni kuhakikisha hakuwi na bidhaa ambazo ziko chini ya kiwango kwenye masoko yetu ya Zanzibar. Kwa hiyo tulipoanza kazi tumeweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kukamata bidhaa ambazo ni substandard, ziko chini ya kiwango, na kuthibitisha bidhaa ambazo ni standard, ziko kwenye kiwango kupitia upimaji wa bidhaa hizo katika maabara yetu ya umeme na electronics. Kwa sasa vifaa vya ujenzi vimekuwa vikitumika sana hapa visiwani Zanzibar, hasa kulingana na miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali na ile ya watu binafsi. Miradi hii husaidia kuleta maendeleo makubwa hapa nchini, ikiwemo barabara, majengo makubwa ya hospitali, majengo ya maofisi, hata majengo ya makazi. Kwa maendeleo ya miundombinu, maabara hii hupima vifaa vya ujenzi kama vile saruji, mchanga, nondo, kokoto pamoja na lami, ili kuhakikisha majengo na barabara zinajengwa kwa ubora na usalama unaotakiwa. Tunapima pia kazi za barabara ambazo tayari zimeshajengwa tayari, barabara umeshawekwa lami pale. Tunataka kujua, je, kweli ile itaweza kuhimili vile vishindo za ile trafiki ama magari na watumiaji wengine wa barabara vitakavyoweza kuhudumu. Kwa hiyo tunaweza pia kwenda kupima pale tukajua ile lami iliyowekwa ina ubora gani ama itaweza kukidhi huduma ya barabara. Tuna maabara pia ya simenti. Maabara hii inatoa upimaji wa bidhaa za simenti pamoja na bidhaa za ujenzi ambazo zipo katika hali ya poda, kama vile hizo gypsum poda, grouting, wall putty na kadhalika, kuweza kujua ubora wa bidhaa hizi. Tuna maabara pia ambayo inapima building material in general, bidhaa ambayo inajumuisha bidhaa kama vile tiles, misumari, nondo, mabati na kadhalika. Kwa ufupi, hizo ndo maabara zetu na huduma zetu ambazo zinapatikana hapa ZBS katika maabara hii ya uhandisi ujenzi. Vipimo vya material tumekuwa tukihangaika sana kwa hapo awali, wakati tunaanza mradi, kupata sehemu sahihi ya kufanya vipimo vyetu. Tulikuwa tunaingia kwenye majukumu ya kusafiri kutoka Unguja kwenda Dar es Salaam kupeleka material, ila kwa sasa tumebarikiwa kupata sehemu sahihi ambayo ni ZBS, ambayo tunafanya material yote testi zake kwa hapo. Kwa upande wa chuma, kokoto, mchanga na material mengine, ila kwa urahisi wa matokeo inategemea na testi. Kwa testi zile za uharaka, kwa mfano chuma, tunapata matokeo siku hiyo hiyo, ambao kwa sisi upande wa ujenzi inaturahisishia kuendelea na yale material ambayo yanahitajika kutumika sasa hivi. ZBS ina quality fulani ambayo yani quality yake ni ya kisasa tuseme. Kwa nini? Kwa uvunjaji wa cubes pia na ukaribu wake, sababu tupo hapo jirani, na pia zao yani zipo genuine. Kwa hiyo chochote kinachotokea kwa results na represent na kazi tunayofanya. Kama cubes zimefeli, meshes zimefeli automatically. Kama zimefaulu, zimefaulu. Changamoto kwa tunazipata kwa upande wetu kabla ya ZBS ilikuwa usafiri wa kutoka hapo mpaka Kianga. Hiyo ni cha kwanza. Cha pili ilikuwa mashine. Kwa vile sisi kwa tunahitaji mashine za kisasa ambazo zina calibration, ambazo zinatoa majibu hapo hapo bila kuchekechoa kufanya nini. Kwa hiyo tukaamua kuja ZBS kwa vile mashine yao za kisasa, majibu yanatoka hapo hapo na inakuwa vizuri zaidi kujua realistic results tunazopata
ili tuweze kufollow up na kazi yetu kama zinakuja kwa quality au zimetoka vibaya. Sasa hivi vifaa vyote vya ujenzi kwa asilimia 99.9 vinapimwa hapa Zanzibar. Ukizungumza swala la simenti, ukizungumza swala la nondo, ukizungumza swala la mabati, ukizungumza swala la gypsum, ukizungumza swala la tiles, chochote ambacho kinahusiana na ujenzi, tuna uwezo wa kukipima na kuhakikisha kifaa hicho kina ubora wa kimataifa. Kwa hiyo inaenda kutakuwa mwarobaini wa changamoto kubwa iliyokuwa nayo hasa vifaa vya ujenzi hafifu ambavyo vilikuwa ni Zanzibar. Leo hii maabara hii imepokelewa, sisi wenyewe tunashangaa tumepokelewa kwa kiwango kikubwa sana. Leo hii hata mtu ambaye alikuwa pale Mlandege mwenye duka la vifaa vya ujenzi anakwambia naomba unipimie mabati yangu ambayo nimenunua haya, nataka niwauzie wananchi, yana ubora. Nondo ambazo nimenunua nje ya nchi nataka nizipime, zina ubora. Lakini pia imekwenda kutibu hasa kama nilivyosema kwenye ile miradi ya mikakati ya serikali, kwa sababu mabilioni ya hela ya serikali yanapelekwa kule. Kwa hiyo tunahakikisha vifaa ambavyo vinapimwa, vifaa ambavyo vinatumika katika ujenzi ule ambao ni ujenzi wa serikali, vifaa vile vinakidhi viwango vya kimataifa. Lakini sio kwenda kupima tu, maabara hii ina uwezo wa kutoa majibu baada ya mradi kukamilika. Mathalan, jengo limejengwa kubwa, limekwisha, tunataka kwenda kuhakikisha ubora wa lile jengo. Tuna vifaa vya kisasa kwenda kuhakikisha kama litakiwa nondo ziwekwe pale za milimita 12 zimewekwa, kama za milimita 19 zimewekwa, baada ya jengo kuisha, hata baada ya miaka 2, 3 au 4, kuhakikisha uwezo wa zege lile lililowekwa pale, je, lilikuwa zina ratio za faudi. Kwa hiyo uwezo wa maabara hii sio tu mwanzo tu wakati wa kupima vifaa, hata baada ya kandarasi hizi kuisha na miradi hii kuisha, tuna uwezo wa kwenda kupima ubora wa vifaa vile. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo tunaenda kuijenga hapa Zanzibar, hasa tukitegemea miaka hii mitano ya awamu ya pili ya serikali ya 8, awamu ya ujenzi na ujenzi. Lakini kwa kuona umuhimu wa kuweka maabara hizi, ZBS pia haijasahau kuweka maabara za ugezi, yani metrology, pamoja na maabara ya vimelea kwa ajili ya kupima vimelea mbalimbali hapa nchini. Kupitia huduma hizi, wafanya biashara wanapata uhakika wa ubora bidhaa zao, huku walaji wakilindwa dhidi ya bidhaa zisizo salama. Hii pia hufungua milango ya bidhaa za Zanzibar kuingia katika masoko ya kimataifa. Najua bado pengine kuna swali unajiuliza. Je, inakuwaje mteja wa bidhaa ameingiza bidhaa ambazo hazifai kulingana na matumizi hapa nchini? Utaratibu ni kwamba inatakiwa mfanya biashara kuleta sampuli ya bidhaa zake kutoka sehemu yoyote duniani, zipimwe kwanza. Baada ya majibu ndiyo ataleta bidhaa hiyo husika, ikiwa kwa kiwango kinachohitajika kimefanikiwa. Na pia bidhaa hizo huingiapo tena nchini, basi huchukuliwa tena sampuli zake na kupimwa tena. Ikiwa zipo sahihi, basi ni ruhusa kwa watumiaji. Ikiwa hazipo sahihi, basi mamlaka zinazohusika huchukua hatua stahiki kulingana na bidhaa husika. Aidha, ZBS kwa kuzingatia viwango na teknolojia ya kisasa, Zanzibar inaendelea kujenga uchumi imara unaozingatia ubora, usalama na uaminifu wa bidhaa zake. Zanzibar Bureau of Standards, yani ZBS, inaendelea kuwa nguzo muhimu katika safari hii ya maendeleo. Ubora ni msingi wa maendeleo na Zanzibar ipo mstari wa mbele kuthibitisha. Zanzibar Bureau of Standards, viwango, ubora, maisha.